wewe ni mwanamke unampenda Mwamba, mnapendana, yani in short mmeahidiana kuoana, lakini ghafla Mwamba anaoa mwanamke mwingine, mnaendelea kudeti kwenye mahusiano, lakini Mwamba anaukataa, anakwambia ishi maisha yako, na ukapata mimba, ukajua pengine ukimwambia kuwa na mimba atakuonea huruma na kutaka kuishi na wewe, lakini ikawa tofauti. Stori ya leo inamzungumzia mwanamke mmoja hivi wa kuitwa Ima. Leo Ima alikuwa na ndugu yake anaitwa Ulan. Wamekuja kwa mganga. Ulan alimwambia mganga, nataka nijue maono yangu kuhusu mwanaume ninayempenda anayeitwa Galang, ni binamu yangu. Mganga kwanza alimwambia kuwa huyu mwanaume hakufai, na ukiendelea kuwa naye hakuna kitu kizuri utakipata kutoka kwake. Pale mganga akaendelea na mambo yake kufanya. Ndugu yake wa kuitwa Ulan anaingiliwa na jini. Jini anamwambia kuwa wewe hapo Ima upasi kuwa na wewe mwanaume unayemtaka, sababu ukiwa naye kuna mambo yatakutokea. Ima alisikiliza sana maneno anayoambiwa na yule mganga na ndugu yake wa kuitwa Ulan. Tunatoka pale sasa, tunaonyeshwa ni miaka 12 baada ya ile siku kwa mganga. Miaka 12 baadaye tunaonyeshwa Ima anaenda nyumbani kwa Galang ambaye ni binamu yake. Kwa binamu yake kashaoa mwanamke wa kuitwa Nisa na wamepata mtoto ana miaka 12. Kwa maana hiyo miaka 12 iliyopita hakumwoa huyo Ima, badala yake alioa mwanamke mwingine kwa kusisitizwa na mama yake, na alichaguliwa mke na mama yake. Ilikuwa ni birthday ya Sofia ambaye ni binti yao Galang na Nisa. Mama yake Galang alikuwa ni mgonjwa, alikuwa kitandani, kwa hiyo alikuwa hajiwezi, ila Ima hakuchoka kumsumbua Galang kwa sababu alikuwa anampenda kwa dhati. Wakiwa pale nyumbani wanasherehekea sherehe ya Sofia, Ima alimfuata Galang na kumwambia kuwa Galang, vipi, mbona siku hizi hatumkei kama zamani? Galang aliona kuwa yule mwanamke anazidi kumfanyia mke wake vibaya, anamtendea dhambi, kwa hiyo alichoamua ni bora kuachana na yule mwanamke. Lakini Ima alimwambia kuwa nina mimba yako, kwa hiyo unataka kuniacha na mimba yako? Galang alipomwambia vile alipatwa na hasira kabisa, akamwambia kuwa wewe mwanamke, sitaki kukuona kwenye maisha yangu kabisa. Lile swala lilimuumiza sana. Pale binti yao kuitwa Sofia alikuja na kumwita baba yake. Alihisi kama anti Ima yupo, lakini baba akawa amemficha na kuondoka naye. Siku ile ikapita, kule nyumbani kwa kina Ima hajaribu kumpigia simu Galang, lakini Galang hajibu chochote. Ima kachizika. Ndugu yake anakuja kumuuliza kuwa kuna nini kinaendelea. Ima anamwambia kuwa ile swala lisiwe na wewe, kwa sikutaki. Akafunga mlango bila kumtafuta Galang. Alipoona kuwa Galang hajibu chochote, aliamua kumfuata kazini kwake. Alipofika akaanza kumwambia Galang, ina maana hutaki kusikia chochote kutoka kwangu, si ndio? Kwanza Galang ule uhusiano wake na Ima anauficha asijulikane, wana kijulikana yeye ni Muislamu safi, watamtenga jamii. Kwa hata mfanyakazi wake akija pale anamwambia kuwa nenda akafanya kitu fulani, mimi naendelea na issue nyingine. Ima baada ya kuona kuwa mwanamume anamwambia na aliyemwamini kwa miaka mingi hamsikilizi, akachukua kisu na kutaka kumtishia, lakini Galang alichokiamua, alimsukuma. Alipomsukuma akaanguka chini akaumia. Galang ikabidi mchukue na kupeleka hospitali. Alipoamka pale hospitali, Galang alikuja na kumwambia kuwa nakupa hii hapa hela, wachane na mimi kwanza, hii ulipie bei za hospitali zote hapa, ila mimi sitaki kwenye maisha yangu tena, naomba mimi na wewe tuishie hapa. Zile swala analishangaa Ima. Kumbuka huyu mwanaume alimwahidi kumuoa, sasa kwa nini yani inatokea hivi? Kwa hiyo Ima anamwambia mwanaume kwamba wewe ndio mtu wa kwanza kuniambia kwamba unanipenda mimi peke yangu. Lazima nashangaa, kwa nini unaniambia tuishie hapa, inakuwaje yani? Mwanaume alikuwa na msimamo, akamwambia kuwa mimi na wewe ndo basi, akamrushia zile pesa na kuondoka. Ima aliumia sana, mwanaume alompenda kwa muda mrefu anamwacha, inakuwaje hii? Inauma sana. Baada ya kutoka kule, Galang akienda nyumbani anakutana na Imam, anamsalimia, amani iwe kwako, amani iwe kwako pia. Imam anamwambia kwamba siku hizi sikuoni hapa msikitini, kwani siku hizi hauji na familia yako, ningependa uwe unahudhuria msikitini. Kisha akamkabidhi zawadi ya binti yake Sofia kwa ajili ya birthday yake. Akawa ameenda nyumbani, akiwa nyumbani leo amelala, anaota binti yake Sofia kaja, anamwambia kuwa baba, nahitaji haya macho yawe kwangu, iwe kama zawadi yangu kutoka kwako. Binti yake wa kuitwa Sofia huwa haoni, yani ni kipofu wa kuzaliwa. Aliposhtuka usingizini, ikabidi aende kumwona binti yake. Binti yake alikuwa amelala hapo. Tunaonyeshwa hapo zamani mke wake kipindi na mimba alikuwa hamjali na hajali chochote kuhusu mke wake. Hiyo ilisababisha mtoto kuzaliwa kipofu. Kwa hiyo baba kasababisha mwanaye azaliwe kipofu kwa sababu alikuwa hamjali mama yake kipindi na ujauzito. Ili swala linamuuma sana Galang, lakini hana cha kufanya zaidi ya kuendelea kumlea mwanaye. Leo akiwa msikitini anapokea simu kutoka kwa Ima. Ima anamwambia, kwa hiyo mimi na wewe tena ndo basi kabisa. Galang anamwambia kwamba mimi na wewe ndo basi na kwanza usinitafute tena. Ima alijaribu kupiga simu lakini simu haipokelewi. Alikuwa kwenye basi, Ima anaelekea kwa mganga, maana
kuona huyu mwanaume anampenda anamletea upuuzi ambao hauelewi. Kwa hiyo alichokiamua ni bora aende kwa mganga. Alipofika kwa mganga, akamwambia mganga kwamba nataka mimi na Galang tuishi wote na mke wake alinaye limpate lolote. Mganga mwanzoni alikataa, lakini Ima alimwonyesha vitu vya dhahabu, bangili la dhahabu. Mganga alimtazama mama yake, wakakubaliana kuchukua ile kazi. Mganga alianza kumwambia Ima kwamba jini nataka kumwita kuja kufanya kazi yako anaitwa Jini Anzal. Huyu jini anachukia Uislamu, kwa hiyo kazi yako ataifanya ipasavyo ndani ya siku tano za giza. Watu wako wote watakuwa wamekufa. Yani wewe unataka afe wewe mwanamke, lakini ndugu zake wote wa upande wa wewe mwanamke watafariki wote. Kwa hiyo sasa unachotakiwa kufanya wewe kwa sasa, ili tuweze kufanikisha hilo jambo, nataka uniletee damu, nywele au kucha zake, na usisahau kuniletea picha ya huyo Nisa. Kesho yake Ima akafunga safari mpaka kwa binamu yake Galang. Alimkuta mke wake akiwa na binti yake. Yeye akasema kuwa nimekuja kuwatembelea na kuwasalimia nyie, ila kweli ni kwamba alikuja kufanya yake. Akiwa pale akaomba kwenda chooni. Alipofika chooni, alianza kuandaa vitu alivyoambiwa na yule mganga. Kwanza aliona pedi ikiwa imetapakaa damu, akachukua. Alijua hii ni yenyewe, kwa sababu mganga alimwambia kuwa damu ndio kitu chenye nguvu zaidi kwenye ule uchawi wanaotaka kufanya. Baada ya pale aliaga na kuondoka. Ima njiani alikutana na Galang. Galang akamvuta pembeni na kumwambia kuwa wewe, nimekataa, sitaki uhusiano na wewe, kwa nini uje nyumbani kwangu? Mimi hapa Galang sitaki uhusiano na wewe kabisa, na sitaki kusumbuliwa na wewe. Ima siku hiyo hakuwa na mengi ya kusema, anamwambia kuwa siwezi nikasumbua familia yangu, mimi na wewe ni ndugu. Kisha akaondoka. Moja kwa moja alienda mpaka kwa mganga, alimpelekea picha na vile vitu vilivyokuwa navyo. Mganga akaanza kazi yake. Mganga alisema kuwa damu ndio kitu kinachoweza kufanya kazi kwa haraka kwenye uchawi unaofanya. Damu akaiweka kwenye maji ili apate damu yenyewe, kisha akachukua picha akaipaka ile damu, akachukua utumbo wa ng'ombe akaanza kufanya uchawi wake. Ile nyumba ilikuwa inatikisika akiwa anafanya ule uchawi, ni noma. Baada ya kumaliza kufanya uchawi, alimwambia Ima kwamba siku 5 kuanzia usiku wa leo matokeo utakosha yaona. Sasa leo ndio ule usiku wa kwanza baada ya kufanya ule uchawi. Tunaonyeshwa Nisa leo alikuwa na swali hapa, anapiga zake swala, lakini ghafla akiwa anaendelea pale, kuna kichwa cha ng'ombe kinaanguka kutoka juu na damu nyingi zinamwagikia. Alianza kupiga kelele. Mume wake anakuja anamwambia kuwa nini kinaendelea, anamwonyesha pale chini, lakini mwanaume anamwambia kuwa vipi, umechezika, mbona hamna kitu chochote hapo? Alitazama kila sehemu Nisa kwa uoga, hakuona kitu. Alishangaa. Mwanaume anamwambia kuwa usinisumbue kwenye mambo hayaeleweki tena. Akiwa chumbani kwa binti yake, Nisa alishika mdole wa binti yake akiwa anautazama kabisa kwa makini. Alichukua mkasi na kuanza kukatakata zile nywele, kisha na kuanza kuzila. Hii dawa inafanya kazi, sio mchezo. Akaanza kutapika baada ya kula zile nywele. Ule ulikuwa ni usiku wa kwanza. Usiku wa kwanza uliisha, tunakuja usiku wa pili. Nisa anampata mume na kumwambia kwamba mume wangu, kuna vitu sasa hivi vinatokea, sielewi, yani sijui kwa nini vinatokea. Mwanaume anamwambia kwamba usiniambie upuzi wako bana, hakuna kitu chochote kinachotokea wewe kwako, achana na mimi kwanza, nimechoka. Mwanaume akaenda kulala. Nisa hakusikilizwa na mumewe. Tukitoka nyumbani kwa Galang, tunakuja nyumbani kwao Ima. Leo Ima akiwa amelala anashtuka usingizini na kuwasha taa. Aliangalia pembeni, alimwona ndugu yake amekuwa maiti. Alipiga kelele na kutoka nje. Ulani akaja na kumwambia kuwa dada, nini kinaendelea? Akamwonyesha ndugu yake kwamba kitandani kulikuwa na mtu pale, lakini Ulani alipotazama pale akaona kitu. Kwa hiyo Ima akawa ameonekana mwongo. Tukija upande wa Nisa, leo Nisa tena akiwa na swali, anatapika vidudu viminyoo, alivitoza kwenye kikopo akiwa anatamani kujua nini, maana hata yeye anashindwa. Baada ya hapo Nisa anakuja kumsafisha maki Galang. Anamsafisha kama kawaida kama siku zote, lakini leo ilikuwa tofauti kidogo. Ghafla alianza kumziba mdomo asipumue, lakini alijizuia ile hali isimjie. Kisha akaanza kumwomba msamaha yule mama, nakwambia kwa samahani mamangu, sio mimi, samahani, sirudi tena. Hii hali inakuwa inamjia Nisa na ile inatoka wapi? Hapo alimwambia mamake kuwa naenda kubadilisha maji na rudi. Alienda kwanza msalani. Akiwa kule alikuwa anawaza sana kwamba vinavyomtokea sasa hivi havielewi vinatoka wapi. Ikabidi achukue wale wadudu aliwatapika pale awaangalie wanatoka wapi, lakini cha ajabu sasa hakuwakuta. Alishangaa. Alipotoka kule alikuja sebleni kuandaa chakula, pia kumwandalia mamake ile maji, lakini ghafla anamkuta mamake ameshika sufuria iliyo na uji wa moto, anajimwagia. Yule mama alikufa
akafa pale pale. Nisa lile swali limuuma sana. Wakiwa kwenye maandalizi ya mazishi wanaendelea kumwombea marehemu, ghafla tena Nisa akabadilika pale pale na kuanza kusema maneno ya ajabu. Akaibinua kwanza ile maiti na kuangusha chini. Ima alipoona lile swala linamtukia Nisa alifurahi kwa sababu alijua kuwa dawa yangu kumbe inafanya kazi. Imamu mkuu alianza kumkemea yule jini, toka uende zako. Imamu alifanya kazi yake kama mtumishi wa Mungu, alifanikiwa kumrudisha kwenye hali yake Nisa. Ikabidi wakae kikao na baba wa familia ambaye ni Galang. Imamu alimwambia kwamba mke wako ana jini na hilo jini linahusishwa na uchawi mweusi, kwa hiyo sasa inabidi ufanye kitu ili huyo jini aondoke. Galang alimwambia Imamu kuwa mke wangu aliniambia kuna tatizo, lakini sikuweza kumsikiliza na sikutaka. Sasa hivi ndo naamini vingine ningemsikiliza ili singefikia huko. Galang alienda kwa Imamu. Imamu akampa maji. Haya maji akamwambia kwamba atayatumia kumfukuza yule jini akimpanda mke wake. Nisa akiwa nyumbani alifungua mlango wa msalani, alimwona mamake mkwe, akasogea na kumshika usoni. Alipiga kelele. Wakati huo huo mume wake alikuwa anafika pale nje, alikimbia na kuita kuwa Nisa, kuna nini kimetokea? Alifika akamchukua na kupeleka chumbani. Yule jini akiwa anamsumbua alichukua ile maji na kumpaka usoni, maana Imamu alimwambia akimpaka usoni itamsaidia. Ilikuwa ngumu sababu yule jini ana nguvu, lakini alifanikiwa kumpaka ile maji. Nisa akawa ametulia, akamlaza kitandani, kisha akawasha redio na kufungulia channel ya dini wakisoma Qur'an, lakini ghafla ile redio ilizima yenyewe. Tukitoka nyumbani kwa Galang tunakuja nyumbani kwa kina Ima. Huku leo mamake Ima alivurugwa, haelewi nini cha kufanya, yani vitu havienda hata kidogo. Kavurugwa. Kwanza akasogea pale chini, akaona vile vichupa vilivyoanguka pale chini, akachukua kimoja na kuanza kula. Huyu mama kavurugwa, alikula vile vichupa vilivyo pale chini, alikufa pale pale. Ima na Ulan wanakuja kumwangalia mama yao, wanamkuta kafariki. Ima ndio alichoka kwa sababu yeye ndo sababu ya mambo yote yanayotokea yale. Sasa mganga alimwambia ndugu wa mwanamke kule ndo atakufa. Kwa nini wamekufa ndugu zake yeye? Siku ya mazishi Ima ilibidi amfungukie Ulan kumwambia kuwa ndugu yangu, mimi nilienda kwa yule mganga ili mradi tu anifanye niwe mke kwa Galang, na aliniambia kuwa uchawi unaofanya ndugu zake Nisa pamoja na Nisa mwenyewe ndio atakufa, lakini sasa hivi nashangaa ndugu zangu ndo wanakufa, inakuwaje? Ulan alimshangaa ndugu yake, kumbe ndio umefanya mpaka mama wapi? Wewe ni mtu gani? Ima alimwambia kwamba nilikuwa sina cha kufanya na nilikuwa siwazi vizuri na niliona ndo njia itakuwa nifanya nimpate Galang. Ulan ndo aliumia zaidi, walianza kulia tena. Tukirudi kwa Nisa, Nisa akiwa ametulia, ghafla kichwa kinaanza kumuuma, anashindwa kujisikia vizuri. Anatoka pale alipo, anaenda kusimama, anafunga kamba na kuanza kujinyonga. Pale pale Galang anafika na kumshusha chini mke wake, alikuwa anaumia sana. Alimwita Imamu. Imamu alimwambia kwamba inabidi tuje tufanye dua moja ya kumwondoa huyo jini. Tufanye dua hiyo, huyo jini atatoka, maana sasa mwanamke alikuwa ameduaa, yani hawezi kufanya chochote kile. Kwa hiyo leo usiku tutafanya hiyo dua. Galang alimkubalia Imamu, maana hana kingine cha kufanya zaidi ya hiko. Akiwa na agana na Imamu, muda huo huo Ima akiwa na ndugu yake wanafika. Ima anamwambia kwamba Galang, nafikiri mambo yote yanatokea hapa nyumbani, mimi ndo nahusika, nimefanya kitu kibaya sana kwenye familia yetu sisi, naomba unisamehe. Galang ndo anashindwa kwamba wewe mwanamke umekuwa mpuzi kiasi gani, unaua ndugu zako mpaka mama yako, wewe ndio umemleta hiyo jini. Wewe ni kichaa bana, haiwezekani. Ima anamwambia kwamba ukichaa umeuleta wewe na umenifanya niwe na kichaa kwa sababu yako. Mimi nilikuwa sipo hivi, umenidanganya na kuchezea hisia zangu, alafu sasa unaniambia mimi ni kichaa, nione kichaa pia. Galang anamwambia kwamba sasa hivi sihitaji kitu chochote kuhusiana na wewe, nachokuomba uondoke hapa, nahitaji kulinda familia yangu. Ima aliumia sana. Sasa leo ndo ule usiku wa 5, usiku wa mwisho. Ima alichokiamua ni bora aende kwa mganga amwambie atengue ule uchawi mweusi aliofanya, maana ndugu zake hawezi kuendelea kuuawa vile. Alichukua dhahabu zilizokuwa zimebaki na kuzifunga kwenye kitambaa, kisha akaenda kwa ndugu yake na kumshtua kwamba Ulan, ondoke sasa, niko tayari. Lakini anamwita ndugu yake ameinama tu, ghafla anaanza kucheka, anakuja kushtuka hivi kabadilika. Ima anaanza kukimbia huku na huku. Ulan anamfuata, hataki kumwacha, anakuja. Ima anakimbia mpaka ndani na kuanza kujifungia, lakini Ulan alikuwa mlangoni, alikuwa anang'ania pale mlangoni akitaka kumshika Ima. Alibahatika kujifungia ndani. Ikiwa mle ndani alisikia sauti ya kwamba Ima, ni mimi ndugu yako Ulan, kwa hiyo nijue. Ulan ikabidi atoke nje, lakini Ulan alianza kumkimbiza akiwa na sura mbaya. Ima alipofika karibu na mti alikota jiwe na kutaka kumpiga nalo Ulan, lakini ghafla anabadilika na kurudi kwenye sura yake. Ima alifurahi na kutupa ile jiwe chini. Akiendelea kuongea naye, ghafla anabadilika tena na kurudi kwenye sura mbaya. Akamwambia kuwa Ulan anaenda kufa,
alipanda juu ya mti kama nyani, kisha akajiangusha chini. Aliumia vibaya sana. Ulan akawa amekufa. Ima alichoka kwamba ule uchawi aliofanya umesababishia familia yake matatizo. Alichoamua ni bora aende kwa yule mganga akatengue ule uchawi. Huku nyumbani kwa Galang wanafanya dua ya kumwondoa yule jini, maana sasa akizidi kufanya vile Galang atapoteza kila kitu, na sasa hivi kabakiza mke wake na binti yake Sofia peke yake. Dua ilianza huku na huku, wanafanya dua, wanamfunga vizuri ili aweze kufanikiwa dua yao. Ima naye alifika kule kwa mganga wake, alimkuta mama yake na mganga, akamwambia kuwa nimekuja mganga atengue ule uchawi aliofanya. Mama alimwambia kuwa hiyo haiwezekani, na kwanza leo ni siku ya mwisho, kwa hiyo haitawezekana hata kidogo. Ima aliona ule ujinga, alimsukuma yule mama pembeni na kuingia ndani akiwa anajua yule mganga yumo, lakini hakumkuta mganga. Alijikuta akiwa peke yake. Alianza kuangaza huku na huku, akuona mtu. Upande wa Nisa walikuwa wanamfanyia dua, bado yule jini alikuwa hajatoka. Ghafla Nisa anapaa juu, akaendelea kumfanyia dua. Alishuka chini na kuwapiga wote, wakalala chini, kisha alisogea kwa Galang na kuanza kumnyonga. Huku upande wa pili Ima anapata shida na yeye, yule jini inaonekana akamwingilia na yeye, kwa hiyo Ima anaanza kuvunjika mwili wake, anafariki akiwa anajiona, anafariki kwa uganga wake mwenyewe alofanya. Imam baada ya kumwona Nisa anazidi kumnyonga Galang, alisogea na kumpiga kichwani. Nisa akawa amezimia, akaanza kumwamsha, Nisa amka, lakini wakiwa wanaendelea kumwamusha Nisa, ghafla Sofia anatokea pale akiwa anatembea kawaida, yani anatembea kama mtu ambaye sio kipofu. Imam alimwambia pale pale kwamba jini hayuko kwa mke wako, bali jini yupo kwa Sofia. Kwa hiyo mambo yote uliyoyaona pale Sofia ndo alikuwa anayafanya. Baba alimwambia binti yake kuwa samahani binti yangu, nimekukosea sana. Tunarudishwa nyuma, tunaonyeshwa kwa nini Sofia ndo kapatwa na jini na sio mama yake. Mama alifurahi sana kwa binti yake kupata periodi yake ya kwanza. Alienda mpaka kumwambia mume wake kwamba mume wangu, binti yetu leo kaingia periodi yake ya kwanza. Ni la kiasi gani amekuwa? Kwa hiyo sasa inamaanisha kuwa Ima alipoenda pale chooni kule kuchukua ile pedi ilikuwa ni ya Sofia. Yeye alijua kuwa ni ya Nisa, lakini kumbe ilikuwa ni ya Sofia. Kwa hiyo sasa matukio yote yaliyofanyika, kuuawa kwa mama yake Galang aliyehusika ni Sofia, kuuawa kwa mama yake Ima aliyehusika ni Sofia, kuuawa kwa Ulang ambaye ni ndugu yake Ima aliyehusika pia ni Sofia, kuuawa kwa Ima ambaye ndo mwanzilishi wa kila kitu aliyehusika pia ni Sofia. Sofia aliposogea pale alianza kumnyonga Galang. Imam alichokifanya, alianza kusoma dua ya kumfukuza hilo jini akitumia bangili fulani hivi ambalo huwa inatumika kufukuza majini. Alipopiga ile dua akamrushia ile bangili yule jini, Galang alianguka chini, kisha yule jini akamtoka Sofia. Galang akupona. Ima, Ulang mamake Ima na mamake Galang wote walikufa. Aliyopona pale ni Nisa na Sofia. Nisa akiwa hospitalini, Sofia alikuja na kumtazama, lakini inavyoonekana Sofia hajatokwa na lile jini. Kama umependa recap hii, naomba usubscribe, ulike, pia usisahau kucomment na mbie chochote kuhusiana na hii